Spirit of God. Thank you, Master. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. Nyanyua mikono yako juu, mwadhimisha Bwana. Nyanyua mikono yako juu. Mwambie Mungu maneno mazuri. Ni mzuri wewe. Ni mzuri wewe. Yesu wewe. Ni mzuri wewe. Ni mzuri wewe. Ni mzuri wewe. Yesu wewe. Ni mzuri wewe. Can you sing it? Ni mzuri wewe. Ni mzuri wewe. Yesu. Come on, do it. Ida. Ni mzuri wewe. Ni mzuri wewe. Ni mzuri wewe. Yesu wewe. Yesu wewe. Ni mzuri wewe. Ni mzuri wewe. Ni mzuri wewe. Yesu wewe. Ni mzuri 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 wewe. Yesu. Yesu wewe. Ni mzuri wewe. Ni mzuri wewe. Mzuri wewe. Oh my. Ni mzuri wewe. Yesu wewe. Ni mzuri wewe. Ni mzuri wewe. Mzuri wewe. Mwambie kutoka ndani ni mzuri. Mzuri wewe. Ayaya. Yesu wewe. Ni mzuri. Tena ni mzuri wewe. Mzuri wewe. Ni mzuri wewe. Ni mzuri wewe. Yesu. Yesu wewe. Ayaya. Ni mzuri wewe. Ayaya. Thank you, Jesus. Amen. Glory. Amen. Glory. Ayaya. Amen. Glory. Amen. 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 Thank you. God bless you. Kalia kiti yako mara moja. Kaa kwenye kiti yako. Worship team, God bless you. Hapa nilipo ni kwa neema yako tu nimefika. Can you do it? Ni kwa nguvu zako tu, nilikotoka ni mbali sana. Haya, sawa. Umeshindwa kumwambia Mungu hapo ulipo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Inua amina yako. Yesu asifiwe. Ongeza tena kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya yote ninamshukuru Mungu sana kwa kusimama hapa siku ya leo. Amen. Namshukuru Mungu kwa kusimama hapa siku ya leo. Ninamshukuru mtumishi wa Mungu Dida. God bless you. Dida Seals, God bless you so much. Ninawashukuru team, ninawashukuru watu wote ambao wamehusika kwa namna yoyote ile kuandaa deep session ya leo. Bwana asifiwe sana. Na ninawapongeza wote kwa kufika, kwa kuulizana na kupeana majibu. Bwana Yesu mzuri, asifiwe sana. Lakini jambo la kwanza, watu wangu wa media mko vizuri? Okay.
Jambo la kwanza ambalo nataka tuanze nalo kabla sijaendelea mbali, kuna mjadala ulikuwa unaendelea wiki chache zilizopita. Bwana asifiwe sana. Sema wiki chache. Kuna mjadala ulikuwa unaendelea kwenye social medias wiki iliyopita, na ulitokana na baadhi ya maneno ambayo alikuwa ameyatamka mtumishi wa Mungu Pastor Rose. Bwana asifiwe sana. Pastor Rose Shaboka. Na nilipokuwa nikifuatilia ule mjadala, niligundua Watanzania wengi wana shida ya ufahamu. Bwana asifiwe sana. Nilipofuatilia ule mjadala, niligundua Watanzania wengi wana shida ya ufahamu. Na ninataka nitoe mtazamo wa kwangu. Bwana asifiwe sana. Kwa habari ya swala hilo mara moja. Mtumishi wa Mungu Pastor Rose alisema katikati ya mafundisho yake, nafikiri alikuwa akifundisha vijana, akasema pamoja na elimu alionayo ambayo baba yake na mama yake wamemgharamikia kusoma, hawezi kuishia kufua tu boxer. Kumbe mlisikia. Amen. Na aliposema hivyo, nikaona watu wengi wameinuka sana kumshambulia kwa ajili ya ile kauli. Lakini mimi nikasikiliza kama baba mwenye mtoto wa kike. Bwana asifiwe sana. Nikasikiliza kama baba mwenye mtoto wa kike. Na niliposikiliza kama baba mwenye mtoto wa kike, nikasema it's true. Hata mimi sitaki nimsomeshe mtoto wangu kwa gharama zote, alafu aishie kuwa mama wa hapo nyumbani kwake. Bwana asifiwe sana. Na kitu alichokuwa anakisema pastor, nataka ni clarify kidogo. Kitu alichokuwa anakisema pastor, kwa wale ambao walikuwa ni wazito kuelewa, kama wakumuelewa pastor wanaelewa apostle. Bwana asifiwe sana. Pastor alichokuwa anamaanisha, you can be a good wife. Unaweza kuwa mke mzuri na unaweza kuwa daktari pia. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuwa mke mzuri na unaweza kuwa na makampuni. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuwa mke mzuri na bado ukafanya kazi nyingine, ukawa productive, ukaihudumia ndoa vizuri na ukaihudumia maisha yako vizuri, ukahudumia kipawa chako vizuri. Kwani hakuna mtu hapa ambaye mama yake alikuwa mama mzuri nyumbani, lakini bado mama yake alikuwa mwalimu wa shule? Bwana asifiwe sana. Ndio kitu alichokuwa anamaanisha pastor. Sasa nimeona mpaka kuna watu wengine ambao nilikuwa na waheshimu wametoa mishipa. Haiwezekani, elimu sio ndoa. Foolish. Kwani aliyowaambia pastor amesema ukiolewa usihudumie ndoa ni nani? Alisema usiishie. Na mimi ninawahasa. Bwana asifiwe sana. Mabinti mlioko mahali hapa, kama Mungu ameweka kitu chochote ndani yako, hata ukiolewa usiakubali hicho kitu kikafa. Bwana asifiwe sana. Marriage haijaja kuua uwezo wako wa ndani Mungu aliyokupa. If you can do business, do it. Utakuwa kwenye ndoa, utamhudumia vizuri bwana wako, mume wako, utampa kila kitu kwa wakati, na bado utafanya biashara na utafanikiwa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. And one of the thing, ngoja nikwambie, moja kati ya kitu ambacho kinafanya wanawake wanakuwa hawana thamani, kitu ambacho kinafanya wanawake wengi wanapoteza thamani, ni pale ambapo wanakuwa hakuna kitu wanachoweza kufanya zaidi ya kuwa mama. Bwana asifiwe sana. Na ni kwa nini wanaume wengi walikuja juu sana kwa ile kauli? Kwa sababu wanaume wanajua ni rahisi sana kumtawala mwanamke ambaye hana kitu. Mnanielewa vizuri? Ni rahisi sana kumtawala hata vibaya mwanamke kwa sababu hana kitu. Kwa hiyo watu wengi wanajua mwanamke akishatoka nje, akishaenda kuwa engineer, akafanya kazi, akajiriwa, akiwa bosi mahali, akiwa na biashara, akiwa na safari, akiwa hivi, akiwa daktari, akiwa vile, it is so hard. It is so hard kwa sababu huyo mtu anaweza kujua anaweza kujisimamia. Sasa kuweza kujisimamia kumfanya mtu asiwe mke mzuri. Bwana asifiwe sana. Mimi mama yangu ni mkulima. Mama yangu hakusoma, ila alilima. Bwana asifiwe sana. Na kitu ambacho ninawa encourage wadada kufanya kazi, kabla sienda, ninawa encourage kufanya kazi, kufanya biashara. Hata ukiolewa usiache mambo yako. Ukikaa pale nyumbani ni rahisi sana kuwa abused. Bwana asifiwe. Ni rahisi sana. Kuna wakati baba yangu alikuwa anafanya kazi sana. Kuna wakati aliugua sana. Tulitunzwa na pesa ya mama karibia mwaka mmoja. Baba ameshindwa kuwa productive, anaumwa.
Nikajaribu kufikiri, na kama angekuwa anakaa tu hapo na baba anaogopa mama asifanye kitu, akae tu hapo atuangalie, atuogesha, tupikie maisha yake yote, kile kipindi nani angetuangalia? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nataka niongee washauri wanaume wa Tanzania na watumishi ambao you should not seek for attention. Usiongee kitu kwa sababu unajua watu wengi watakusupport. Na nilipoona pastor anatakiwa sana, watu wanamshambulia, nikasema ni kama mtu ambaye alikuwa ametegewa mtego. Watu wanasubiri aseme kitu ambacho kitaleta mkanganyiko, wamshushie mawe. Lakini Pastor Rose ulikuwa sawa. No need for apology. Bwana asifiwe sana. So men, wanaume, acha wanawake wafanye vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yao. Ni kwa ajili yako wewe mwenyewe. Mwanamke akifanikiwa si kwa ajili yake mwenyewe. It's a lie. Watu wengi wanasema gari za wanawake ni za wanawake. It's a lie. Bwana asifiwe sana. Wanawake wakipata hela, watoto wako watakula vizuri men. Mama akiwa na hela, watoto watakula vizuri. Watoto watavaa vizuri. Kazi ya kulisha watoto si ya kwako baba. Mama akiwa na hela anakusaidia. Atanunulia vizuri. Wataenda shule nzuri. Watapata medication vizuri. So, acheni kuoga wanaume. Acha wanawake wafanye vitu vizuri. Bwana asifiwe sana. So that's number 1. Bwana asifiwe sana. Tumemaliza mjadala. Sema tunamuunga mkono Pastor Rose Shaboka. Na niliona kuna wamama wengine, kuna wadada wengine wana vishebenko hoho. Nikasema hawajakaa kwenye ndoa, wakaona what it takes to be in marriage without anything. Bwana asifiwe sana. Yaani unakaa hapo nyumbani kuanzia asubuhi mpaka jioni. Huna vocha, unasubiri mume wako aje mwambie baba, ninaomba unipe vocha. Bwana asifiwe. Yaani kila kitu you don't know. Niliona kuna wadada wanamshambulia Pastor Rose, nikasema hawa hawajui. Time will tell. Time is a good teacher. Utafika mahali useme kweli natakiwa na mimi niwe na hela. Bwana asifiwe sana. Hela za mume wako ni za kwako, na za kwako pia ni za kwako, lazima uwe nazo. Bwana asifiwe sana. Kwa wanawake mkikaa hapo, hata kama ukiolewa na mwanaume tajiri kiasi gani, if you can do vitu, fanya. Hata kama anaweza kukupa kila kitu, na wewe fanya. Heshima yako iko kwenye kufanya, sitawadanganya. Sasa nenda usifanye. Jione tu mimi ni mzuri, mashallah, akija atanikuta nimeoga, nimekaa vile, nimekaa hivi, nitamwambia utaanza kula au ule ndio ule. Atakula ndo wale, na atafanya kila kitu unachotaka afanye, na bado atakuharibu, atakuabuse. Kwa sababu hau add value kwenye maisha yake. Bwana asifiwe sana. Utamwambia kila kitu kwa sababu unajua kumekuwa siku hizi kuna mafundisho mengi ambayo ni ya kipepo. Bwana asifiwe sana. Ukikaa kizembe, utakaa uchukue misemo huko, ubandike na mabango ya Rabi Salama huko ndani kila mahali. Lakini atakufanya kila kitu na bado hata kuheshimu, kwa sababu if you don't add value in their life, hawana sababu yoyote ya kukupa heshima unayoitaka. Kwa hakikisha una add value kwenye maisha ya mtu utakayekutana naye. Ku add value sio tu kumzalia watoto. Kuna input unatakiwa umeiweka kwenye maisha yake. Yaani mwanaume anatakiwa ajue kabisa, huyu mama akiondoka kwenye maisha yangu, biashara zangu zitayumba. Uchumi wangu utayumba. Familia yangu itayumba. Sio unakaa tu anajua kabisa I can live without her. You understand? Yaani usikae kiasara. Kwa sasa hivi unavyojiandaa, kama uko hapa you are single, you are a girl and you are single. Bwana sio sana. Unavyojiandaa kuingia kwenye ndoa, increase your value ili uweze ku-add value kwenye ndoa unayoingia. Usiende kukutana na mtu, unaishi na mtu alafu anakuwa kama vile ambavyo alikuwa kabla hajao na wewe. Lazima kitu kitokee, kuwa na badiliko la kiuchumi, kuna badiliko la kimtazamo, kuna badiliko la kiuzalishaji. You understand? Ukikosa kuongeza thamani kwenye maisha yake, hata kuheshimu. Unanielewa vizuri? Mnanielewa wapendwa? Take it. Wadada, take it. Fanyeni kazi. Fanyeni biashara. Na ukiona unaenda kuolewa na mtu ambaye anaogopa wewe kuwa mkubwa, yani anaogopa like no, Vivi, you don't have to grow. Yani anataka kuone vile kama alivyokuchumbia. Unaenda kuolewa na jambazi. Ninakwambia ukweli. Unaenda kuolewa na jambazi. So lazima na wewe ujue kabisa you need to grow. You need to do what? To grow. Kama haujasoma, fanya vilivyoko ndani yako, fanya talenti zako.
Lima hata bustani. Uza hata maua, panda maua. Yaani inahitaji degree kupanda maua. Panda maua uuze. Usikae tu hivi hivi. Wadada wa hichi sasa tunachoenda ukikaa hivi hivi wangu, utakuwa unakaa hapo ndani na mume wako. Alafu anaongea na mwanamke mbele yako kwenye simu, wanaongea mipango ya mafanikio kwa lugha ya kimahaba. Bwana asifiwe sana. Sijui kama mnanielewa, mnafikiri na wadanganya. Mimi si wadanganya, mimi sio motivational speaker. Halo? Yaani mwanaume anaweza kukudharau kiasi cha kwamba anapokea simu ya mwanamke mwingine mbele yako na anamwambia mambo yatakayokuumiza kwa sababu anajua hauja add value kwenye maisha yake, na anajua huna cha kufanya na huna pa kwenda. Bwana asifiwe sana. Make sure kuna kitu unafanya na kinaongeza thamani yako kwenye ndoa. Umenielewa vizuri? So wengine hata wanaume unakaa na mume hata kumwombea umuombe. Basi hata kama ufanye kitu muombe, ajue maombi yake ndio yananibebaga. Bwana asifiwe. Nimewambia ukweli. Nimewambia ukweli kabisa, sijadanganya. Najua mnapenda kudanganywa. Lakini nimewambia ukweli. Fanya kitu. Na mwanaume anayeogopa mwanamke anayekuwa, that boy is not a man. Umenielewa? Sema that boy is not a man. Mwanaume anataka kuona watoto wake wanakuwa, mke wake anakuwa, kila kitu kinakuwa, kila mtu anakuwa kwenye maisha yake. Usikiona mtu hataki ukue, ujue that boy is not a man. Bwana asifiwe sana. Mimi siogopi, na hii nitaweka kwenye mitandao ili wanaume hao wavulana, wanaume wavulana, small boys wanishambulie. Bwana asifiwe sana. Small boys wafanyaje? Yeah. Okay, let us go tuingie kwenye session yetu ya relationship matters. Bwana asifiwe sana. Natamani tuongee kuhusu mahusiano, na nilisikia hapa maswali, na kuna swali moja Dida aliniachia kama sijakosea. Alisema, alikuwa ameuliza ni sahihi mwanamke kuelezea hisia zake kwa mwanaume. Mwanamke hisia unatoa wapi? Bwana asifiwe. Yaani wewe mwanamke unaanza kukua na hisia, na mwanaume hisia unatoa wapi? Bwana asifiwe sana. Mwanangu mmoja hapa akasema utengeneze mazingira. Kwa wapi? Wa mazingira. So utengeneze mazingira. Okay, let me tell you the truth. Bwana asifiwe. Thamani ya mwanamke iko kwenye upatikanaji wake. Okay, sio thamani. Thamani ya kitu chochote iko kwenye upatikanaji wake. Moja kati ya kitu ambacho tumekisoma, mimi ni mchumi. Moja kati ya kitu ambacho tumekisoma tunasema money is scarce. Ile scarcity ya fedha ndio inatunza uthamani wa fedha. If it is not scarce, it has no value. Bwana asifiwe sana. Thamani ya kitu chochote iko kwenye upatikanaji wake. Kitu chochote kinachopatikana kirahisi hakina thamani, na kitu chochote kinachopatikana kirahisi kinapotezwa kirahisi. Easy come, easy go. You understand what I'm saying? Sasa Biblia inasema, kuna mtu ulisikia amesema ile andiko, akasema mke mwema ni nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Anapozungumzia kima, anazungumzia umbali wa hayo madini ya marijani. Yanapatikana mbali sana. It is not easy to find them. Na mama yake Lemueli, kwa sababu mtu akasema asema Bwana, sio Bwana anasema, ni mama mmoja anamshauri mtoto wake. Mama yake Lemueli anamwambia hivyo mtoto wake kwa sababu anajua it is not easy to find a wife. And a wife who is found easily is not a wife. Unanielewa vizuri? Mke anayepatikana kirahisi sio mke. Sasa mnaniangalia vibaya. You understand? Anasema mke mwema ni nani awezaye kumuona? Maana kima chake kinapita kima cha marijani. You should not be so much easy
Unanielewa wewe? Usiwe rahisi sana kufanya nini? Kupatikana. Kitu chochote kinachopatikana kirahisi hakina thamani, na kitu kinachopatikana kirahisi kinapotezwa kirahisi. Yaani mtu hawezi kuona haja ya kukushikilia kwa nguvu wakati alikupata bila nguvu. You understand? Angalia mtu ambaye amepata vitu kirahisi na mtu aliyeteseka kupata vitu, nani anajua kutunza? Aliyeteseka kukipata kitu anajua namna ya kufanya nini? Kukitunza. Sikwambii uwe mgumu ukatae kila mtu, lakini don't lower your standard to be married. Usishushe thamani yako, usijiondoe kwenye klasi yako ili uwe mwepesi kupata mume. Ukipatikana kiwepesi, utapotezwa kiwepesi. This is the sad truth. Geuke mwenzako mwambie period. So sijui kama nimekujibu kwa ufupi, tunataka niende mbele. Bwana asifiwe sana. Sasa anayepatikana, Biblia inasema he who find wife, apatae mke. Biblia inaposema apatae mke, unisikilize vizuri, apatae mke. Alisema vizuri, I guess it was you. Anayepatikana ni mwanamke. Mwanangu, ukiona hisia zinainuka, Biblia inasema enyi binti za Yerusalemu msiachochee. Ukiona hisia zinainuka unazichochea. Unaangalia sana movie za Kikorea. Kuna vitu unaangalia vinakufanya kuona kwamba yani sasa hivi I need someone. I need someone. Na watu wengi mnafikiria mko tayari lakini hamko tayari. Bwana asifiwe sana. Hauko tayari. Amini kwamba. Bwana asifiwe sana. Watu wengi wanafikiria kuwa wako tayari lakini hawako tayari. I want to tell you this. Wanawake, don't be easy. Unanielewa vizuri eh? Usikubali kuwa maharage ya Mbeya maji moja, au maharage yanajipeleka yenyewe jikoni. Unanielewa vizuri? Usikubali kuwa maharage ya Mbeya. Ninataka niwaambie ukweli. I'm telling you the truth. Sisi tunaambianaga. Bwana asifiwe. Kama ujue tunaambiana kuliko mnavyoambiana. Wanaume tunaambianaga, yule maharage ya Mbeya yule. Maji moja tu. Ukiweka tu geto. So inawezekana umejirahisisha kwenye eneo fulani, na kila mtu akikuwa anajua ile amna Aragwe Beach lile. Maji kidogo, moto mchache. Umenielewa vizuri? Let them see your value. Mtu anatakiwa kuone thamani yako, akutafute, ahangaike, afunge, aombe, aje aombe ushauri aposto. Kuna dada nampenda, sijui nitampataje. Niombe. Unajua zamani, nawaambia ukweli, mwanaume akitafuta mke, yani anafunga. Sasa hivi afungi, ana tap screen. Afungi tena. Kwa sababu wanawake wa kufungia wako wapi? Kabla ukianza tu ashamalizia. Anaweza kupenda. Wale wanawake wa kufungia wako wapi? Wale wanawake ambao walitupandisha mlimani 3 kavu, huna direction. Umemwona mtu, umejaribu kumwambia, anakuambia ngoja nikamshirikishe babangu wa kiroho. Alafu anakuja anakujibu, anakuambia nimeongea na baba, amesema tunaingia kwenye maombi ya mfungo kumuuliza Mungu kama wewe ndio mtu sahihi. Sasa hivi wewe ukimaliza, ukitongozwa hapo na uchumba, unatangaza wewe mwenyewe unapeta, unatembea na pete kwenye pochi. Akijichanganya tu unampa marry me. Glory. Hallelujah. Usiwe mwepesi. This one I'm telling you the truth. Kadiri unakuwa mwepesi, thamani yako kwa mwanaume haipo. Mwanaume hathamini kitu anachokipata kwa urahisi. Hathamini. Anathamini kitu alichotumia nguvu kukipata. Akitumia nguvu kukipata, atakitunza kwa nguvu zake zote. Sasa usiende kujitongozesha. Unanielewa vizuri? Kwa sababu sasa hivi shetani ameweka desperation kwa wanawake, wanafikiri wamechelewa. Nani amewaambia umechelewa kuolewa nyie? Aliyekuambia umechelewa nani?
Na unakauliza kabinti una miaka mingapi? 26. 26 anajiona yuko mbali na Bwana, yani anaona kama yani sijui kama nitaolewa tena apostle. Una miaka mingapi? Na miaka 26 baba, huwezi amini 26 hakuna mtu anakuja. 26 aje aende wapi? Build yourself. Increase your value. Moja kati ya kitu ambacho unatakiwa kujua, wakati huu ambao uko single ni wakati wa kuongeza thamani yako. Increase your value. Kaa vizuri na Mungu, jijenge kiroho, kimwili, kiakili. Build your mental. Bwana asifiwe sana. Mentality, uwe na akili. Uyatazame mambo kwa upana. Ukiingia kwenye ndoa mpaka huyo mtu anasema, kweli nimeoa. Kweli nimeoa. Sio unaenda kuolewa kilaza. Unajua wanawake wengi sasa hivi wanaolewa wanakuwa vilaza kwenye ndoa zao. Hana anachoshauri, hana anachojua, hana anachosema. Yupo tu pale, yani yuko kama mto. Huko hapo kwa ajili ya kulaliwa. Yatazame mambo kwa upana. Increase your value. Vijana mnanielewa, mnasema apostle anatukana. Mimi sijamtukana mtu. Kazi ya mtu ndio hiyo. Bwana asifiwe sana. Increase your value. Na umekaa tu hapa sasa hivi unafikiria kuolewa, Are you ready to be a wife? Do you know what it takes to be a wife? Unajua ni kiasi gani mtu anatakiwa aonekane anafaa kuwa mke? Do you know? Unajua mwanaume ili awe mume anatakiwa kuwa na vitu gani? Not a trouser and a mustache and a six pack. Kuna vitu vinatakiwa kwa mwanaume ili awe anafaa kuwa mume, na kuna vitu vinatakiwa kuwa kwa mwanamke ili afae kuwa mke. So hichi kipindi ambacho Mungu amekupa cha sasa hivi, hii ni grace period. Kuna vitu vingine huwezi kuvifanya ukishaolewa. Kuna thamani nyingine huwezi kujiongezea ukishaolewa. Yaani kule ukienda unakutana na matokeo ya maandalizi yako, poor preparation. Ukiingia hivyo tu utajikuta na matokeo ya poor preparation. Kwa hiyo what I'm saying, watu wazuri wa Mungu, kipindi ambacho uko nacho sasa hivi ni kipindi cha kujiandaa. Jiandae. Increase your value. Tutaongea hapa mambo mazuri, but increase your value. Usifikirie sasa, yani sasa ukiona umekaa alafu kama kuna kishebenkoho, kuna kiroho kinakusukuma kinakwambia Zebe, nenda kamwambie Zebe, mfuate Zebe, funguka, speak your heart to Zebe. Unajua sasa hivi tuko kwenye dunia ya ngapi? Speak your heart to Zebe, unaenda kwa Zebe. Ile ndio generation alpha. Ndio sasa hivi. Bwana asifiwe. Sio zedi tena. Alpha ndio 2010. Nao ndo wana moto. Bwana asifiwe sana. Unaweza kukutana kitu cha 2016 ikakushangaza. 2010 kinakushangaza kwa sababu wewe miaka 16. Bwana anajua kila kitu. Yesu asifiwe. So what I was saying kwenye kujibu hili swali ili niendelee na kitu ambacho nilikuwa nataka niwaambie kidogo. Ninaomba wanawake, don't lower yourself. Inaweza kuonekana kama ni ushujaa kueleza hisia zako, lakini unashusha thamani yako. Yaani according to a Bible, namna ambavyo Mungu amekudesign, wewe ni kitu cha thamani sana ambacho kinatafutwa. Bwana asifiwe sana. Mmenielewa watu wazuri wa Mungu? According to a Bible, mwanamke ni kitu cha thamani ambacho kinatafutwa na kinatakiwa kitafutwe kwa nguvu nyingi. Na moja kati ya kitu ambacho kinafanya watu wanaanza kuhangaika sana, yeye ndo anakuwa anahangaika sana, ni kwa sababu pia most girls they don't know their value. Wadada wengi hawajui thamani yao. Bwana asifiwe sana. Mwingine ameshakuwa abused. Aliambiwa tu na mtu, una kichwa kama gia ya gari. Kutoka ameambiwa ana kichwa kimekaa kushoto, anahisi kwamba thamani yake imeshuka kiasi kwamba yeye ndo anaanza kutafuta mtu wa kumhurumia kwa naye kwenye mahusiano. Kwa sababu tu kuna mtu amemwabuse. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa naongea na mtu juzi, akaniambia my ex boyfriend aliniambia nina manyonyo makubwa sana. Bwana asifiwe. Natoka ameambiwa vile, moyo wake umeshika hicho kitu na umeinama, na kila anapokutana na mwanaume kitu kinachokuja kichwani cha kwanza
nina manyonyo makubwa. Kwa hiyo anaona hawezi kupendwa upendo wa kweli, kwa sababu yule jamaa alimwambia, wewe mwanaume gani atakupenda wewe wakati wanaachana? Mwanaume gani atakupenda wewe dada mwenyewe una manyonyo makubwa? Yule dada hicho kitu kimemkaa moyoni. Aliambiwa toka mwaka 2021. Kimekaa moyoni 22, 23, 24, 25, leo 26, miaka 5. Anakumbuka kitu alichoambiwa, na hicho kitu kimemfanya akajiona kwamba hana thamani. Kwa hiyo yamkini na yeye sasa hivi yuko desperate. Akiona watu hawaje, anajua ni kwa sababu na manyonyo makubwa. Akiona mtu amemuumiza kwenye mahusiano, amejaribu kuingia, akaonyeshwa kidogo disrespect, lakini nani atanipenda mimi? Na manyonyo makubwa. Bwana asifiwe sana. Ijue thamani yako kama binti. Ijue thamani yako kama mwanaume. Kuna kitu Mungu amekeka ndani yako cha thamani, na ndio maana anataka wewe utafutwe. Wewe utafutwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Usitafute. Mnanisikia vizuri? Utaumia. Utaumia. Utaumia jamani, mimi nimeshakuona dada mpaka wanajilipia mahari. Unakimbilia nini? Unajioa. Wapendwa, mnanielewa au mnachukia? Haleluya. Nishakuona kabisa mdada yani anampenda mtu na naona anachelewa mpaka anaenda kutafuta hela ajilipie mahari waingie kwenye hiyo ndoa chap chap. Wakishaingia wakikaa kidogo, yule mwanaume anaona kwanza mwanamke mwenyewe alijilipia mahari. Bwana, wewe wanaume hawana shukrani. Mpe kila kitu. Jifanye wewe una roho ya utoaji, wewe si mtoaji. You understand what I'm saying? I'm a man. I tell you the truth. Mwanaume ukimpa hata uhai wako leo, usishangae kesho umkute uko na mtu mwingine na uhai wako ameusahau mahali. Na utamuuliza ule uhai wangu uliuacha wapi? Hajui, hana maelezo. Somewhere in the middle. I lost it. Kwa hiyo nenda kwa step. Hata unapoingia kwenye mahusiano, don't finish yourself. Apostle nimempa kila kitu. Unajua mimi nikimpenda mtu, yani udhaifu wangu mimi apostle. Yani apostle, unajua mimi udhaifu wangu nikimpendaga mtu, nampenda jumla jumla. Hilo ni pepo. Huo sio udhaifu. Hilo ni pepo. Yani eti mtu ndo udhaifu wako. Huo ni udhaifu wa ujinga. Eti mtu ananiambia kabisa, apostle nimeumizwa sana na sasa hivi naogopa kuingia kwenye mahusiano. Kwa nini? Yani apostle, unajua mimi nikimpendaga mtu, yani nampenda yote, yani yote napotelea huko. Ndio maana umepotea. Don't be that fool. Biblia inasema nitafanya kwa akili, nitafanya kwa roho pia. Unaacha wapi akili zako ukienda kupendwa wewe? Penda kwa akili, pendwa kwa akili. Ingia kwenye mahusiano kwa akili zako, usiache akili nje. Kuna mtu akishaambiwa tu yeye ni mzuri, akili anaziacha, anatoa ubongo anaweka pembeni kwanza. Kuna mtu akishaambiwa hapa, yani John ikutana mtu say I don't mean you. There are so many Johns. Bwana asifiwe. Akishaambiwa tu jamani wewe ni mzuri, anachukua akili zake anaziweka pembeni zisimsumbue. Zisimfikirishe. Zisimpe reasoning. Asiwe logic. Ashike tu alichoambiwa wewe ni mzuri, aende nacho. Anaacha akili kule, anaenda tu mimi ni mzuri, mimi ni mzuri, mimi ni mzuri, mimi ni mzuri. Hey, uzuri udanganya. Bwana asifiwe sana. Uzuri ufanya nini? Usiache akili zako unapokutana na mtu. Nenda na akili zako. Yaani unaposema yes, ukimwambia mtu yes. Sisi kwa nini najibu swali muda mrefu hivyo shindwa? Unapomwambia mtu yes, hakikisha hiyo yes imetoka kwenye roho, kwenye moyo na kwenye akili. Umefanya reasoning. Usiende tu na hisia. Bwana asifiwe sana. Usiende tu na nini? Hisia. Usiache akili zako nyuma. Kuna vitu nitakwambia hapa vikusaidie. Bwana asifiwe sana. Okay. Nadhani nikwambie mambo machache hapa. Kuna swali lingine ambalo mlikuwa mmeacha. So hilo la msingi sana, wadada mlioko mahali hapa na wadada mnaonisikiliza, mtakao nisikiliza. Don't lower your standard. Don't lower your standard. Hallelujah. Okay. Kuna mtu aliniuliza swali, akaniambia kuna vitu vile nitavisemea hapa muda nao. Kitu cha kwanza,
Kuna mtu aliniuliza akaniambia, kwenye dunia hii ya sasa, kizazi hichi kilichopo, hivi inawezekana kweli kupata mtu sahihi? Can I ask you guys, dunia hii ambayo watu wanasema ni tambara bovu, lakini sio. Dunia sio tambara. Bwana asifiwe sana. Hivi inawezekana kupata right partner vipi? Uwezekano upo, lakini finyo wao upo tu. Upo kabisa. Sakina, from your based on your experience, my daughter anasema ana experience yoyote. Hey, mbona kilivyo kimbea? Eti dida. And dida amejibu inclusively. Kasema watu sahihi tupo baba. He is one of them. Pegea Yesu makofi. Eti Jojo, kwa kizazi tulichonacho sasa hivi, uwezekano wa kupata mtu sahihi upo? Upo kwa neema ya Mungu. Upo kwa neema ya Mungu. Eti Swahili hapo. Wapo wengi wa kutosha. Haleluya. Haya. Upo. Ndio umenitia hicho. Bwana asifiwe sana. Eti wewe, hebu muulize jirani yako na wewe hapo. Wewe unasemaje Malcolm? Uwezekano upo? Au mnasema wanaume sawa katoro? Bwana asifiwe sana. So mtu mmoja ananiambia ni rahisi kupata partner sahihi kwa kipindi hichi. Mimi nikamwambia watu sahihi wapo, lakini sio rahisi kupata. Bwana asifiwe sana. Wapo wengi kama alivyosema Hero. Wapo wengi akina Dida. Bwana asifiwe sana. Lakini sio rahisi kufanya nini? Kuwapata. Kwa nini sio rahisi kupata watu sahihi sasa hivi? You know why? Sasa hivi watu wengi wamefocus kwenye kujijenga nje. Watu wanajijenga nje. It is so hard. Watu sahihi wapo, lakini hawapo kama unavyotaka kuwaona wewe. Bwana asifiwe sana. Watu sahihi wapo, lakini hawapo kwenye ile picha ulionayo wewe. Wewe kuna picha yako unayo, unajua huyu ndio mtu sahihi, ila hawapo kwenye hiyo picha. Bwana asifiwe sana. Wengine hawafanani kama unavyowatazama mionekano yao. Mlikuwa mnazungumzia issue ya muonekano. It's okay kuangalia muonekano wa mtu unayemuoa au unaolewa naye ni sahihi. Bwana asifiwe sana. Ni sahihi, usio kaacha hiyo. Bwana asifiwe sana. Sio kaolewa na mtu ambaye huwezi kumtambulisha kwa watu. Wewe unaweza ukawa huwezi kumtambulisha, ila kuna mtu mwingine akiwa anasema mashaallah, uzuri wa mtu uko kwenye macho ya baby wake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna mtu unaweza kumuona sio wewe, buy what fits you. Umenielewa? Yeah. Buy what suits you. Usilazimishwe kwambia jamani, unajua usiangalie mtu muonekano, hutaenda kuishi na hao watu. Wewe ndio utaenda kuishi na hao jamaa. Umeelewa vizuri? Sio hiyo ndio yako. Mkishana nyumbani, si wachungaji tunawaacha. Tuambia nendeni kwa amani ya Bwana. Na mkirudi kutuona tunawapa appointment. Hauji kama unavyojisikia. Bwana, na nikishajua ni matatizo lazima nikulambe kona za kutosha. Okay, I'm kidding. What I was saying, kuangalia mtazamo sio, muonekano sio vibaya. Bwana asifiwe sana. Lakini mwanangu Jimmy alisema usiishie kwenye kutazama muonekano. Kwa sababu usahihi wa mwenzi uko kwenye muonekano wake. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna kitu alikisema pale heroine. Alikuwa anaongea hapa, anawaibia lonja. Anawapa siri za ufalme tulioingia sisi. Bwana asifiwe. Akawaambia vijana wa kiume, oeni akili. Bwana asifiwe sana. Maana yake usahihi wa partner ambaye unamtaka uko ndani yake au uko nje au uko kwenye muonekano wake. Bwana asifiwe sana. Usahihi wa partner unayemtaka uko ndani yake, hauko kwenye muonekano wake. Na kizazi ambacho tunacho kimefocus kwenye kujijenga nje, kinajenga muonekano wa nje.
Huku nje siku hizi wapendwa, hakuna mdada mbaya kama uongo ubisha. Si mko hapa mnajionea wenyewe. Bwana asifiwe sana. Everyone is beautiful. Kila binti hapa ni mzuri. Kwa hiyo ukisema unaangalia muonekano utachemka sana. Bwana asifiwe sana. Ukisema unaangalia muonekano peke yake utafanya nini? Utachemka. So what I was saying, ninajibu swali, nataka nijibu swali. Nisema kuna mtu aliniuliza, akaniambia uwezekano wa kupata mtu sahihi kwenye majira haya upo. Nikamwambia uwezekano upo lakini ni mdogo. Na kinachofanya uwezekano mdogo ni kwa sababu watu wengi wanawekeza kwenye kujitengeneza nje. Mabinti wanajimake up nje. Wanachoma sindano za kukuza makalio. Wanachoma sindano za kutengeneza uso. Wanafanya surgery. Vijana wanatembea na misafara ya mabenzi. Wana hela watu, ndugu yangu. Kama unataka mwanaume mwenye hela wapo. Wala usipate shida. Na sio mpaka uende Katoro. Hapa da. Bwana asifiwe. Kama unafikiria ni hela, watu wana hela, wanaume wana hela. Wana hela. Yaani kuna mtu kukupa hela ya kwenda kusuka kesho milioni 10 haimpi shida. Na anakupa na ajui kama ametoa hela. Haimuumi kabisa. Haimuumi. Yaani kuna watu wana hela. Kama unafikiria mwanaume sahihi ni hela, kuna watu wana hela sana. Mnanielewa vizuri? Na kama unafikiria mke mzuri, mke sahihi ni muonekano, kuna watu wana mionekano. Kuna watu wana mionekano, ndugu zangu. Kuna mdada mmoja nilikuwa naye tunatembea siku moja. Tukapishana na mdada. Yaani mpaka yule mdada akampenda yule mdada. Yaani tulikuwa tunatembea na mtu mdada. Tukakutana na mdada. Yaani yule mdada nilikuwa naye akabaki anamshangaa yule mdada. Asiwe kumbe kuna watu wazuri, yaani naye amejiona kokwa. Kwa kama ni mionekano, kuna watu ni wazuri, lakini usahihi wa mtu wa kuwa naye hauko kwenye muonekano wake. Na hicho kitu kinafanya sana kupata right partner kio kigumu. Nataka nikusaidie uliko mahali hapa ambaye unatamani kuingia kwenye ndoa nzuri. Unapotaka kupata ndoa sahihi, usiangalie muonekano wa mtu wa nje, muonekano wa mwili wake au muonekano wa uchumi wake au muonekano wa vitu alivyo navyo. Hivyo vitu havidefine usahihi wa mtu. Usahihi wa mtu wa kuwa naye uko ndani. Nilikuwa naongea siku moja na Dida, nafikiri tulikuwa tunaongea pale Mlimani. Nikamwambia, umeshawahi kuona keki? Si watu wote hapa mnazijua keki. Unaiona keki hivi ilivyo. Keki ikiletwa hapa mezani, moja ikawekwa hapa, nyingine ikawekwa hapa. Tukamwambia mpenda keki mmoja hapa, hebu chagua keki hapa. Kitakachomfanya achague keki unajua nini? Ataangalia uzuri, decoration, maua, jinsi keki imepangiliwa. Na sasa hivi kuna wadada wanajua kujipangilia, ndugu yangu. Yaani anapangilia mpaka anajua hii kope itakaa hapa, hichi kitakaa hapa. Watu wamejipangilia, yaani watu amejipanga, amejiassemble. Kwa hiyo mtu akija hapa akambia chagua keki, anatafuta nzuri kwa muonekano. Lakini kuna keki nyingine inaweza ikawa hapa, wakati wanaipamba inawezekana zile rangi zilipelea. Lakini wakati wanaipika iliiva vizuri. Bwana asifiwe. Ila hii ambayo ina mapambo mazuri pembeni hapa, inawezekana ndani imeshikana kama ugali hivi, tasteless. Ila huku nje ukiona unasema oh my, that one. Bwana asifiwe. Ukaona nyingine iko hapa imepambwa, rangi haijatosha, maua hayaeleweki. Hii huku ina maua mazuri, ukachagua hii. Ukifika nyumbani unakata ule keki, unakutana na bonge ya ugali. Keki hailiki. Ina muonekano mzuri lakini hailiki. Alafu huyu aliyechukua keki au hii keki uliyoiacha ambayo haijapambwa vizuri, imechambuka hivi. Kila kitu kiko on set, on point. Sukari, maziwa, kila kitu ambacho kilitakiwa kuwekwa kimewekwa, kimetosha. Sasa wewe utachagua kwa sababu ya muonekano. Ndio maana watu wengi wanakosea.
Ndio maana mabinti wengi wanakosea. Wewe binti, muonekano kwa mwanaume unatafuta nini wewe? Bwana asifiwe. Haleluya. Yaani ukishamwona unaweza kumtambulisha kwa watu, na ukikaa nyumbani una amani naye, itakusaidia nini? So, Mungu akupe macho upate mtu ambaye unamtaka, lakini Mungu akupe jicho la kutazama ndani yake. Bwana asifiwe sana. Ili usichague kwa nje, kwa kuangalia nje tu, uvione na vya ndani, ujue huyu mtu okay. Ngoja nikwambie, nadhani niwasaidie mabinti, mnanisikia? Vitu vitatu ambavyo vitakusaidia, sawa au unatakiwa kuviona kwa mwanaume kabla ya kumkubali. Vitu vitatu. Andika hiyo, utakusaidia. Utaka kupigwa wewe uje unalia hapa. Kitu cha kwanza, ili mwanaume awe mume wako, wakati mko kwenye mahusiano lazima umuangalie vitu hivi. Jambo la kwanza, umuone huyo mwanaume anaweza kuwa mume wako. Yaani unaona kabisa huyu anaweza kuwa mume. Kuwa mume maana yake akasatisfy mambo yake ya kiume kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Mwanaume ambaye anaweza kuzijali hisia zako na kuzihudumia. Bwana asifiwe sana. Yaani huyu mwanaume anaweza kuwa mume, sio kamchukua akaenda kwa kakako. Mmenielewa vizuri? Sio, mmenielewa? Amen. Tuko pamoja? Zamani kwenye utaratibu za kanisa, mtu alikuwa anapochukuliwa anaenda kuolewa, alikuwa anachukuliwa na yule, wanachukuliwa na wachumba, wanaenda hospitali kupima. Siku hizi wapimagi, watu wanaishi kwa imani. Watu siku hizi imani zimeongezeka. Hakuna mtu jioni upate mchumba na jinsi unakuta ulikuwa umesubiri kwa muda mrefu, sasa nipime nini? Tukiachania njiani. Kwa unachukua mtu tu unaenda naye hujui ukoje. Zamani watu walikuwa na tabia kwenda kupima vitu vingi mpaka uwezo wa huyo mtu wa kuzaa. Kuna nchi nyingine huwezi kwenda kuoa mtu tu hivi hivi. Bwana asifiwe sana. Mtaenda kupimana mpaka huyo mtu. Siku hizi dunia imebadilika ndugu yangu. Watu wanaolewa na mashoga. Umeelewa vizuri? Haya. Tasema apostol anaongea mambo magumu. Lakini mimi si ndo ni mtumishi wa Mungu, nasikia vitu. Mimi nimesikia kesi nyingi, watu wanakuja kuniambia, apostol, mume wangu mimi ni shoga. Kwa siku hizi unaweza si unapenda hela Hakuna wanaume wana hela kama mashoga ndugu yangu. Wana sponsors, wana wadhamini, hawafanyagi kazi, wanalipwa tu. Yaani kuna mtu unaweza kumwona anazurura baa kila siku usiku. Anazurura tu na ana hela. Wanalipwaga tu wale, kuna mahali wamepeleka akaunti zao wanaingiziwa hela. Sasa wewe unaipenda hela? Wewe unaipenda sasamba? Wewe unaipenda six pack? Utakutana jitu liko la six pack, lina hela, amepaki hapo Maybach, gari nzuri, ana hela, ana nini, anakuoa. Kumbe umeolewa na shoga, umeolewa na mke wa mtu. Serious. Kuna mtu aliniambia siku moja, alinipa ushuhuda. Alikuwa huu sio ushuhuda, alikuwa ananiambia ni kesi. Huu sio ushuhuda, hii ni kesi. Akaniambia, apostle, imechukua miaka 5 kugundua kwamba mume wangu ni shoga. Kwa hiyo akawa ananielezea, ni mtu mwenye fedha, anahudumia vizuri nyumba yake, lakini issue ni kwamba ana mume wake. So be careful. Sijui kama wapendwa mnanielewa au mnachanganyikiwa. Haleluya. Unachanganyikiwa? So lazima uwe makini sana. Bwana asifiwe. Usiangalie vitu. Okay. Ngoja useme kwamba uzuri wa mtu au usahihi wa mtu unataka kuwa naye kwenye mahusiano huko ndani yake.
Usio kujikuta umechukua keki ambayo ndani ugali. Tasteless, haina testi, haifai. Huku nje inavutia lakini ndani. Na ndio wadada wengi sasa hivi. Nakwambieni wadada. Wadada wewe nyie wadada huku nje mko vizuri lakini ndani hamna stamina bado ya kuwa wake. Mnanielewa vizuri? Yaani wadada huku nje mpo vizuri. Makeup ziko vizuri. Sura ziko vizuri, mnajua kuvaa kuliko mama zetu walivyokuwa wanavaa zamani. Mnavaa vizuri, mnajua vitu vingi lakini ndani sio material. Sio material kabisa. Sio tirio kabisa. Unakuta mdada mzuri lakini ana kisirani chake hicho. Akianza kukionyesha kwenye ndoa dakika 2 mtu anasema Mungu kwa nini kunionyesha haya? So don't focus on build nje. Jijenge ndani. Mtu akikuoa akifika na wewe nyumbani ndo ajue. Yaani wakati anakuoa hata kama hana uhakika, akifika na wewe nyumbani mkianza kuishi, aishi maisha ya kumshukuru Mungu kila siku. Kwa asante Mungu nilioa dada. Kama nisingemwoa usini ningekuaje? Sijui ningefika wapi. Yaani mkitoka pale kanisani mkifika nyumbani ndo anaanza kusema, nina mke. Nina mke. Sio unaolewa. Mnanisikia wenyewe mabinti? Unaolewa tu wiki 2 mtu anaanza kukumbuka maex wake wote. Anasema lakini Janet alikuwa ananisikiliza kwa sababu amegundua wewe huwezi kumsikiliza. Lakini Janet alikuwa ananishauri vizuri kwa sababu wewe huwezi kumshauri chochote. Yaani umeenda kupambana. Bwana asifiwe sana. Msini kwenye ndoa kupambana. Ninawaombea na ninatamani sana kama hawa watu ambao wanaongea kuhusu mahusiano na vijana wangefocus kwenye kujenga utu wao wa ndani, their inner stamina, kuliko kuongea mambo ya upumbavu. Upumbavu tu. Unakuta mtu amefika mahali ana platform anaanza lazima ujifunze style ndio inalindwa kwa viuno vya bibi yako. Hakuna. Ndio hailindwi kwa viuno. Sasa mabinti badala ujijenge ndani unajijenga kwa kujifunza style. Chenzi. Una pepo la ngono wewe. Badala ujenge uwezo wako wa ndani unajikaza kwamba sasa hivi mimi nilivyo kama mgomba ndoa yangu itakaa kweli. Kwa hiyo unaenda kwa mashaka, unajifunza, unaanza unayakaribisha mapepo ndani yako. Kila siku kwenye mitandao unaangalia vitu vya kukaa na kugeuka na kufanya nini ambavyo havitakusaidia, kwa sababu kuna watu wamepata platform. Na mimi nasema watu ambao wamepata platform ya kufundisha vijana na wakatumia hizo platform kujipatia umaarufu na fedha, badala ya kuwafundisha, Mungu atawadai. Kwa sababu kuna watu Mungu amewapa neema ya kusikilizwa, wanasikilizwa lakini wanaongea upuuzi. Unakuta tu mtu kimekaa, mtu amepewa neema anasimama anaanza kuambia watu, yani unatakiwa ukiingia kwenye ndoa usifanye nini. Dada sasa yeye anafocus kwenye yale mambo aliyoambiwa ukiingia kwenye ndoa ya nje ambayo hayatajenga ndoa yake. Naambia wapendwa, kuna clip nilikuwa nikasema mbinu za kikahaba haziwezi kulinda ndoa yako. Sasa kuna mtu mmoja alikuwa anamwambia mabinti, anamwambia ukiingia kwenye ndoa uwe kama kahaba kwenye ndoa yako, kuwa uone. Ukianza tu kwa kahaba, huyo mtu atatoka kautafute real kahaba zuko nje. Na kama hizo mbinu zingekuwa zinatunza ndoa, hakuna watu wangekuwa na ndoa zimesimama kama kahaba. Mbona hawana ndoa? Mbona mtu atalala naye leo kesho anamsahau, hataki hata namba yake. Hataki hata kwanza akishamaliza kulala naye anaanza kujiuliza, Mungu, hivi ni mimi? Anakuwa na majuto. Alafu kuna mtu anakuja anakuambia jifunze kwa kahaba. How can we learn? Wewe mtu wa Mungu, wewe utajifunzaje kutunza ndoa kwa kupitia kahaba kama huyo anayekufundisha sio kahaba? Bwana asifiwe sana. So what I'm saying now, nasema mtu yoyote ambaye amepewa platform na Mungu kwenye Tanzania hii, kwenye nchi ya Tanzania, amepewa kuaminika, vijana wanamsikiliza, wanamwamini, alafu anajaza ndani yao vitu vya ujinga, Mungu atamhukumu kwa habari ya maisha ya vijana. Kwa sababu watu wengi sasa hivi wanaingia kwenye ndoa, wanashindwa kukaa kwenye ndoa. Ndoa zinavunjika kwa sababu watu hawajaandaliwa kuwa wake, wameenda kuandaliwa kuwa waburudishaji. Entertainers, unaenda kumentertain mume wako. Unaambia unaenda wewe usiku usilale hivyo.
lala umevaa nguo hizi. Jamani, vijana, focus kwenye kujenga uwezo wako wa ndani. Uwezo wako wa ndani, build your inner ability. Wewe kuwa sahihi ni uwezo wa ndani. Mume wako kuwa sahihi ni uwezo wa ndani. Hivi vya nje vinaishaga, hela zinaisha, uzuri unaisha, kila kitu kinaisha. Hujai kuona mtu alikuwa na maipu sasa hivi amenyooka? Vinaisha. Bwana Yesu mzuri asifiwe. Vijana, jenga uwezo wako wa ndani. Huko ndani unatakiwa huyo mwanaume aone, yani nitamlinda kwa gharama yoyote. Si kwa sababu ya uzuri wake, kwa sababu ya akili yake, kwa sababu ya uwezo wake. Bwana asifiwe sana. Na mimi nimekwambia ukweli kabisa, alisema pale Hiro. Sasa hivi wanaume bwana, wanaume wanatumia mwili ila wanaoa akili. Uwe makini. Uwe makini dadangu. Utakuja kusema wanaume wote mbwa, kumbe wewe ndio mbwa nambari 2. Sawa? Umeelewa vizuri? Asiamtaki kwambia ukweli. Niwadanganye? Haya, niwadanganye. Niwadanganye mfurahi. Wanaume wanatumia mwili ila wanaoa akili. Kwa anaweza kukutumia sana na siku hiyo. Anakutumia kile anajua akili sio kuweka ndani. Hii sio akili inayotoka kwa watoto wangu. Yaani hii kiwanda hii haiwezi kuniletea watoto hii. Kwa hiyo mwanaume anaweza kukutumia mwaka na mwaka na anakutumia na kuhudumia. Unatoa ushuhuda kwa mashosti zako. Yaani mimi chochote ninachomwambia anipe, ananipa. Ni kweli. Hakupi, analipia huduma unazompa. Hakupi, analipia huduma unazompa. Unajituma sana na anajua hana future na wewe. Bwana asifiwe. So mtu mwingine anaweza kaja akasema, yani ananipa kila kitu na mimi nampa kila kitu. Kumbe yule mtu amekaa siku zote anazokutumia, anamuomba Mungu ampe mke mwema. Yani yuko na wewe anakutumia. Lakini maombi yake anambia Mungu, naomba unipe mwanamke mwenye akili. Nipe mama mzuri. Yani wewe haupo kwenye ufahamu wake na anatubu. Nataka nikwambie huyo mwanaume akitoka kudala na anatubu toba. Na anampa Mungu viapo, Mungu sitarudi kwa ile goigoi. Yuko kwenye mchakato. Ninawaambia ukweli kabisa. Bwana Yesu mzuri asiwe sana. Hallelujah. So focus on building your inner being. Nilisema mwanaume ili aweze kuwa mume wako, mwanamke sikiliza. Cha kwanza lazima uone anaweza kuwa mume. Anaweza kukupa, anaweza kukaa kwenye nafasi ya mume, akalihudumia eneo la mume vizuri. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili, huyo mwanaume lazima umuone anaweza kuwa baba. Anaweza kuwa na father figure kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mwanaume hawi tu mume. Mwanaume anapokuwa anachukua na nafasi ya nani? Ya ubaba kwenye maisha yako. Sasa kama una mwanaume unampenda, amekwambia ndio kuenea kwenye mahusiano, na ukimwona tu hivi, wewe ndio unamleteaga boxer kila siku. Sijui unamnulia vocha akwambia baby wewe amini siniunge. Wewe tutasafirisha au tutapeleka papa, tujui tutazikia hapa au tutapeleka mkoani, wherever. Tutasikiza familia. Unanielewa vizuri? A man, mwanaume anayefaa kuwa mume wako lazima awe anaweza kusimama kama baba kwenye maisha yako. Na wewe ukimwona kabisa ujue huyu mtu mimi naweza nikamuona kama baba. Kuna saa nitamuona kama mume, kuna saa nitamuona kama baba. Na kama baba manake huyo mwanaume anatakiwa awe na uwezo wa kukulea. Usiingie kwenye ndoa unajilea mwanangu. Mwanaume anatakiwa na uwezo wa kufanya nini? Wa kukulea. Sasa una bwana wako wewe mchoyo, selfish, mbinafsi. Hapo nasema tu jamani mimi unajua boy wangu yani. My man yani. You are man. You are boy. You are boy. You are small boy. You are dating a very small boy. Bwana asifiwe sana.
Kwa ukiona mwanaume ambaye unataka kuoe hana ubaba ndani yake, achana naye. Utaenda kuwa ladies and gentlemen kwenye hiyo ndoa. Utakuwa ladies and gentlemen. Umenielewa vizuri? Uwe makini. Sio kaenda kuwa 2 in 1. Sawa? Kwa mwanaume ni lazima huyo mtu ameuguswa. Hallelujah. So make sure your man, mwanaume wako anaweza kuwa mume, lakini pia anaweza kuwa baba. Na we mwenyewe ukimwona mwanaume ambaye anafaa kukuoa ni yule ambaye ukimwona tu wewe mwenyewe, sio mpaka akwambie, wewe mwenyewe una feel like this is my father, he can be my father, anaweza kusimama kama baba kwenye maisha yangu. Mwanaume ambaye anakuambia usiende, hauendi, acha, unaacha. Unanielewa vizuri? Usiuko kama na mwanaume unaona kabisa ni kidampa, yani mnabishana, anakuambia usiende, anamwambia wewe kama nani? Ukishaona unaweza kumwambia mwanaume that's not your husband, wewe ni shosti yako. Bwana asifiwe. Wewe ni bishostito. Mwanaume anatakiwa una uwezo wa kumuona kama baba. Akisema no, unaisikia ile sauti ya baba yako alipokuwa akikwambia hapana. Sawa? Kwa hiyo kama mwanaume hana ubaba ndani, huyo ni kidampa. Sema kidampa. Yule aliimba sio yule ulionipenda ukaniona kidampa. Hicho ndio kidampa. Hicho ni kidampa. Jaribu kufikiria huyo boy wako. You are man. You are true man. You are one and only. You are sweet potato. You are husband. You are everything. Jaribu kuangalia jinsi alivyo kidampa. So ili mwanaume afae kuwa mume wako, lazima awe anaweza kukaa kwenye nafasi ya ubaba. Na pale ni mahali ambapo utapata malezi ya kama binti. Anakuangalia, anajua mke wangu lazima ale, lazima avae, lazima apendeze. Yani ana take care like how a father is taking care of her daughter, of his daughter, sawa? Anakuwa kama baba ambaye anamjali mtoto wake, naye anavyokujali. Ukishaona tu mwanaume akujali, ujue hana father figure. Yani issue ya mwanaume kujali mwanamke hata sio ya kujadili. A real man will take care of their woman. Bwana sio sana. Kwa sababu kuna roho ya ubaba ndani yake, anajua kabisa lazima ale. Bwana sio sana. Na sio lazima ale, sio kwamba anakutumia message kila siku saa 6 umekula. Anatakiwa kutumia hela akwambie nenda ukale. Bwana sio sana. So unaulizwa tu na usiwe, ndugu zangu wapendwa, Mungu akutie nguvu. Yaani wewe kwa sababu tu akiamka asubuhi anakuuliza umeamkaje, unaona he is so much caring. Kila asubuhi ananijali, yani this man he's so caring. Kwa sababu asubuhi ameamka kwambia umeamkaje, mchana amekuuliza umekula nini, anakuwa unamwambia nimekula sijui, ukimwambia sijana anakuambia jitahidi. Unamwambia sina kitu sijala, anakuambia jitahidi ule, tafuta namna. Angalia sio kupata vidonda vya tumbo. Anakuwa mshauri sana. Bwana asifiwe sana. Jioni anakuuliza baby, leo usiku huu unakula nini? Unaanza kumwelezea umaskini wako na anakutia moyo. Bwana asifiwe sana. Ninawaombea. A man must be a father. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na mwanaume anapokuwa baba kwako, hautahangaika kuhudumia. Anajua I have to do what it takes huyu mtu aishi maisha mazuri. Na mwanaume wa hivyo utamwona kuanzia kwenye mahusiano. Bwana asifiwe sana. Sio yule anayekuhonga. Unajua kuna mtu anaweza kukupa ukajua huyu ananihonga, na kuna mtu anaweza kukupa ukajua huyu mtu ananijali. Usitofautishe kuhonga na kujali. Mtu anayekuhonga kujali analipia nini? Matumizi.
gharama za uchakavu. Hawapendi kuambiwa ukweli. Haya, sisemi. Nasema hivi, mwanaume anayekuhonga analipia gharama ya uchakavu, inaitwa depreciation cost, kwa sababu kila siku una depreciate, anavyokutumia una depreciate na analipia gharama. Usio ukachoka bure. Sasa wengine kweli wanachoka bure, nao pia wanahitaji neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So that's number 2. Number 3, huyo mwanaume anatakiwa aweze kukaa kwenye kofia ya urafiki. Bwana asifiwe sana. Urafiki ni pale ambapo utakuwa huru kushare naye kitu chochote. Haleluya. Nilikuwa namshauri mtu mmoja kwa habari ya mahusiano, nikamwambia kitu kimoja ambacho ni kama kitu cha aibu sana. Sio kitu kirahisi kusema. Nilisema unatakiwa uwe na mtu ambaye hata ukisikia kujamba mbele yake unajamba. Ni kama kitu cha kipuzi, lakini that is a level of friendship you need to have. Yaani unakuwa huru kiasi kwamba hata kile kitu cha upuuzi unakuwa huru kushare naye. Bwana asifiwe sana. Usiwe na mwanaume ambaye yani unamuogopa kila saa. Mwanaume anatakiwa kuna saa anasimama kama mume, kuna saa anasimama kama baba, na kuna saa anasimama kama rafiki. Anacheza namba zote. Anashare na wewe vitu vingi, mnataniana, mnacheza, mnafanya nini, mnaongea, you have fun. Anatakiwa kuwa na uwezo kukaa kwenye hizo kofia 3. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mnanielewa vizuri? Sio unakuwa na mwanaume wanaita siku hizi mwanaume mashine. Na wadada waliokoka hawa ndio wana comment kwenye social media. Hawa unaona hawa comment zao wanasomaga. Hawa unakuta kwenye comment watu wanaandika pale, mimi nikiolewa sio nini, nataka hivi sio nini, sisi mashine. Ndugu zangu, unaenda kusaga au kugoboa. Sasa mashine ya nini? Vitakushinda. You need a man who can father you. You need a man who can be your friend. You need a man who can provide as a husband to you. Usishadadie vitu vilivyoko sasa hivi huko. Mwanamke kiuno, mwanaume mashine. Hayo ni mambo ya kuzimu, sitawaambia uongo. Na yanatoa watu wa Mungu kwenye focus, the real focus of marriage. Kile kitu ambacho Mungu alikikusudia kwenye ndoa sio mambo ya mashine na viuno. Kuna kitu cha zaidi Mungu alikikusudia. Ndio maana watu wanaenda kwenye ndoa. Unajua sasa hivi ukipita huko barabarani, kila mtu anauza dawa za kuongeza nguvu za kiume. Kila mtu nakwambia, kuna watu mpaka wanakamua migomba, wanasema hii inaongeza, inarefusha, inafupisha. Yaani na watu wananunua. Kwa nini? Kwa sababu kinachosikika huko mtaani ni kwamba hitaji la mwanamke kwenye ndoa sasa hivi ni ngono tu. Kwa hiyo hata wanaume hawajiandai kwenda kuwa wame, hawajiandai kwenda kuwa baba, hawajiandai kwenda kutoa kile ambacho Mungu amekusudia mwanaume atoe. Mtu anajiandaa sasa hivi, yuko chuo, yuko wapi. Hakuna anachojifunza, anajua tu siku hizi wanawake wanataka ngono. Anajua tu ngono ndio kitu wanachotaka. Na watu wanafundisha siku hizi hata makanisani. Kuna wachungaji wanafundisha ngono makanisani. Tukisimama sisi vijana hawezi kutuelewa. Lakini kuna watu wazima kabisa wanaona mbaba unataka kumheshimu. Tumbo liko kule, lakini akili yake tupe. Unakuta baba amesimama anasema mpe mke wako vizuri, mpe sana, mpe. Madhabahuni. Sio vibaya, sio elimu mbaya, lakini sicho ambacho kinatakiwa kusikiwa. Vijana wa kiume wanatakiwa kufundishwa namna ya kuwa mume, kumhudumia mwanamke, kuishi na mwanamke, ku take care of their family. That's what we need to hear. Sio mchungaji anasema madhabahu anaweza kuambia watu, yani mkatikie mume wako, mkatikie. Ninawaambia ukweli, kanisa liko kwenye uvamizi mkubwa. Na hivyo vitu vinafanya mpaka vijana wa kanisani akimwangalia mwimba kwaya pale anaanza kufikiria namna ile message ameambiwa pale madhabahuni. Kwa hakika
Wewe kule mdada wa watu Mungu amemuumba vizuri akikatisha hivi. Mkaka anaanza kukumbuka message ya jana. Kuna mchungaji mmoja nilimuona, ninawaambia kweli, sisemi it's not funny. Kuna mchungaji nilimuona hapa Dar es Salaam. Mchungaji mmoja mpuzi. Alilala kabisa hivi madhabahuni. Anawaambia wanawake, wewe unalala hivi kila siku kama mfu. Madhabahuni anawaonyesha kwamba unalala hivi, utaachwa tu. Wapendwa, kuna watu walijua hivyo vitu na walifanya vyote ambavyo wanasema, na vingine hatujavisikia bado, lakini walivifanya, lakini ndoa zao zilivunjika. Bwana asifiwe sana. Kuna watu walijua kunyumbulika, lakini ndoa zao zilivunjika. So Mungu akupe neema ya kumwona mtu kwa jicho la ndani. Usidanganywe na ushawishi wa mtu, usiangalie muonekano wa mtu. Kijana wa kiume usiangalie muonekano wa mtu ukachanganyikiwa. Binti usiangalie kijana sio ana hela na nini, ana hela. Watu wana hela za mapaka siku hizi. Tolewa kafara. Wewe jichanganye. Watu wana hela za mapaka. Utakuja kutolewa kafara wewe. Utazaa mazezeta hapo nyumbani mpaka ushangae. Unazaa mtoto unashangaa kila mtoto unazaa anakufa. Kila mtoto anazaa anakufa. Unazaa mtoto anachanganyikiwa. Baba ana hela, hakuna amani. Kuna watu walikuwa wanasema hela zinatunza ndoa. Nikasema siku moja, jaribu kuangalia statistic. Ndoa za watu gani wengi zimevunjika? Za matajiri. Ndoa za maskini zivunjike nini sasa? Asilimia kubwa ya ndoa zilizovunjika ni ndoa za matajiri. Angalia ile top list ya matajiri duniani, ile top list. Top list top 10 ile. Angalia ni wangapi wanaume wako kwenye ndoa zao. Angalia ni wangapi. Wewe unasema hela, nataka mwenye hela, hela inatunza ndoa, hela bila hela, hela ni nzuri lakini haitunzi ndoa. Yeah. Viuno ni vizuri lakini havitunzi ndoa. There is more than that. Jenga uwezo wako wa ndani. Kila kijana focus kwenye kumtafuta Mungu. Jifunze sana mambo ya Mungu. Mungu aukuze ufahamu wako, uweze kuyaona mambo kwa upana. Ongeza thamani yako. Increase your value. Dada mzuri, increase your value. Kaa vizuri na Mungu, hakikisha thamani yako inaongezeka kila siku. Yaani kila mtu anataka kukuona aseme, Mungu, natamani huyu mtu awe mke wangu. Sio akikuona mwili unasisimka. Sasa wewe unajitengeneza kwenye namna ambayo mwanaume akikuona mwili wake usisimke. Mwili utaishia hapo hapo. Mwanaume atakiwa akikuona atikisike ndani yake ya kwamba nimepishana na mke. Huyu anafaa kuwa mke. Sio unajitengeneza, unavaa vitentemente, unatembea, unabadilisha muondoko. Dada, sio kila mtu amepewa huo mwendo. Wengine wana vigunzi, tembea tu wima, nyoka. Piga paredi, mark time. Usijaribu kujitingisha hapa. Utingishiki, wala utingishi mtu. Bwana asifiwe sana. So wewe focus kwenye kujijenga ndani. Nimesema sitawadanganya. Focus kwenye kujijenga ndani. Watoto wa kiume na wa kike, vijana, tumtafute Mungu. Tumuishi Mungu. Hii ni zama yetu. Hiki ni kipindi chetu cha kumtafuta Mungu na kumtumikia Mungu. Ndoa inakuja. Mume sahihi anakuja. Mke sahihi anakuja. Na niliwaambia hichi kitu watu dida, sasa niwasaidia watoto. Mnanisikiza vizuri? Hautapata mume bora kwa sababu umeomba. Mnanielewa vizuri? Hautapata sababu umeomba. Omba uone. Sisemi usiombe kupata mume, ila omba alafu tulia. Omba tulia. Kaa hivyo hivyo tu. Kama kalmati. Unajua kalmati halina shepu. Hivyo hivyo tu. Hapo hapo kanisani utaona mabinti wanakuja wanaolewa, wengine hawaombagi. Kwa sababu niliwaambia watu, sio kila mtu anayeolewa ameomba. Wengine wameolewa sababu muda umefika. Bwana asifiwe sana. Na lazima pia ujifunze kuamini muda, wakati wa Mungu. Wakati unamsubiri Mungu, jiandae. Shape yourself to be a good wife. Mtu akikutana na wewe aone amekutana na mke, sio kiswaswadu. Bwana asifiwe sana. Usijitengeneze kwa namna ya kukamata attention ya nje ya mwanaume. Hiyo ni zinaa. Hiyo ni kuchochea dhambi. Bwana asifiwe sana. Na utaangalia kabisa, kuna mtu mmoja nilimsikia.
Mchungaji tena. Mimi na wachungaji. Mchungaji anawaambia mabinti kanisani, hakikisha muonekano wako mtu akikuona anashtuka. Huo ni ukahaba. Mtu hataki kushtushwa na muonekano wako. Anatakiwa kushtushwa na attitude, mtazamo wako, akili yako, imani yako, misimamo yako. Bwana asifiwe sana. Usio eti unaenda kanisani kabisa unajua nitashtusha watu. Wewe unataka watu waanze unahamisha watu. Unataka ngono itembee hapo kanisani. Bwana asifiwe. Kwa what I'm saying, usijijenge nje. Na ukisikia mtu yeyote hata kama unamwamini, siku atapoanza kuambia vaa hivi utamanisha mwanaume, ujue kabisa kilichoharibu moyo wake kinataka kuharibu moyo wako. Build your inner ability. Vijana wa kiume, jenga uwezo wako wa ndani. Sio hela inatunza ndoa. Na wanaume wengi wanajisahau kwenye kutafuta hela. Tunatafuta hela mpaka tunasahau kukaa na Mungu. Tunasahau kutafuta maarifa, tunasahau hichi, yani tunatafuta hela. Tumeambiwa ni hela. Tukipata hela wanatuambia sio hela tena, ni mashine. Tunaanza kwenda wanatuchanganya. Puuzi wakubwa. Wajinga. Sasa usipokuwa na Mungu utahangaika. Ukimaliza kutafuta hela, utaanza kutafuta hivyo vitu vingine ambavyo havipatikani. Huko ndo tulikofika sasa. Na dunia sasa, tusipowaambia ukweli ninyi kanisani, nani atawaambia? Bwana asifiwe sana. I have to tell you the truth. Nisipowaambia, mtakutana na watu wanawaambia huko. Mtakutana na watumishi watawaambia, mwanamke jifunze, nenda chukua kozi, chukua download mikao. Mwanaume ataambiwa tafuta hichi, tafuta hela, akimaliza kutafuta hela akizipata, anaambiwa wanawake wataki hela. Nini tena? Anaambiwa wanataka mashine. Nini? Bwana asifiwe sana. Sio kama mnanielewa. Ninaomba Mungu awasaidie mabinti. Naomba Mungu awasaidie vijana. Ninaomba Mungu akupe macho ya ndani ya kumuona mtu sahihi. Na ujue usahihi wake uko kwenye muonekano wake. Anaweza kuwa na muonekano mzuri, anaweza kuwa na sura nzuri, anaweza kuwa na fedha nyingi, lakini asiwe sahihi kwako. Akawa ni kaburi, ukajiingiza kwenye kaburi la mahusiano au kaburi la ndoa. Mungu ayafungue macho yako. Uone vile vitu vya thamani vilivyoko ndani ya mtu. Uone ule ubaba unaoutafuta kwa mwanaume ndani yake. Bwana asifiwe sana. Umuone mwanamke kuwa mke, yani mwanamke. Tumeharibika sana, naumia. Yani kuna watu wanafundisha vitu wakijinga sana. Bwana asifiwe sana. Hebu chukia pamoja na mimi. Hebu kasirika. Bwana asifiwe sana. Ninaamini sisi tuliokuja mahali hapa tutafocus kwenye kujenga uwezo wetu wa ndani. Na hatua ya kwanza ya mtu kujenga uwezo wake wa ndani ni kuishi maisha ya kimungu. Live godly. Live holy. Bwana asifiwe sana. Usichakaze huo mwili. Usichakaze. Nimewambia maneno magumu hapa, nimekwambia ukiona unatembea na wanaume wanakupa hela ujue wanalipia gharama ya uchakavu. Kwa sababu huo mwili kila siku unachakaa. Hiyo inaitwa depreciation cost. Unachakaa. Niliwaambia watu hapa, kuna watu, nilikuwa naambia kwa Dodoma, nikamwambia kuna watu wamechakaa, yani wametumika mpaka ni battery low. Yani kila kitu kimeisha, yani kila kitu kimeharibika kwenye mwili, yani hana alichobakisha. Yani ametumika mpaka basi. Na hana mahali anapoambiwa. Mimi nimewaambia ukweli, sijaogopa kuambia ukweli wowote, hata kama nimetumia maneno makali. Lakini nimewaambia ukweli, sasa nyinyi ni vijana, na hata nisipowaambia mnajua. Bwana asifiwe sana. Mnatakiwa tu muambiwe ili mvifanyie kazi. Lakini mnajua. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mungu awabariki sana. Lakini ninaomba wakati naenda kumalizia, kwa sababu ya muda, nadhani niseme mambo machache. Kwanza, Ijumaa tutakuwa tuna ibada pale Hadi Pro. Bwana asifiwe sana. Ijumaa tutakuwa tuna ibada inaitwa Favor Conference. Tumeandaa sisi watu wa Deep Session na watu wa Shilo. Bwana asifiwe sana. Ninaomba watu wote mlioko mahali hapa, ikimpendeza Mungu, kwa neema ya Mungu, tuwe na shauku ya kukutana Ijumaa tena.
Bwana asifiwe. Ijumaa itakuwa ni ibada kubwa, tutakuwa tuna space, tutakuwa tuna muda mkubwa wa kusifu, wa kuabudu, wa kuomba. Watumishi wa Mungu akina Didas Shilo hapa, tutakuwa na Henrik Mruma, anaitwa Henrik Mruma, na baadhi ya watumishi wengine tutawatambulisha wiki hii. Tutakuwa tuna ibada. Hii session unaweza kaona hii session imekaa kimazungumzo. Bwana asifiwe. Lakini ile tunayoenda ni ibada. Hii session imekaa kimazungumzo, tunaongea, tunajadili. Ndio maana mnaulizana maswali na nini. Na mimi naongea na nyinyi kwa namna ya kawaida nikijua I'm talking to my generation. Naongea na watu wa kizazi changu. Bwana asifiwe sana. Ninaomba mzingatie, wadada, mabinti mpo. Msikubali kutumika. Msikubali kuchakazwa. Kuna vitu vingine vikishaondoka kwenye maisha yako havitakavirudi tena. Ninawaambia ukweli. Kuna vitu vikishaanza kuondoka kwenye maisha yako havitakavirudi tena. Na kuna uharibifu kishatokea kwenye maisha yako huwezi kutengeneza tena, hata ukitubu na kulia na kuomboleza. Utaendelea kuviona tu kila siku kwenye maisha yako. So take care of yourself. Don't be so easy. Bwana asifiwe sana. Mnanielewa vizuri? Bwana Yesu, ninakushukuru. Kwa ajili ya watoto wako wa kike na wa kiume. Katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utawasaidia kila mmoja kuongeza thamani yake na kujijenga uwezo wake wa ndani kuliko kufanya maandalizi ya nje. Ninakusihi Yesu, wafundishe na uwaandae. Kila mmoja hapa anakuhitaji wewe. Kila mmoja anakuhitaji Bwana. Hakuna anayeweza peke yake. Ukiwaacha watakosea. Na yamkini wengine wako hapa wameshakosea, lakini Mungu anaweza kuwarudisha kwenye kusudi lako, ili wasiingie kwenye magereza yatakayowatesa. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, ninaomba wasaidie. Usiwaache. Usiwaache Yesu. Usiwaache Yesu. Usiwaache Yesu. Usiwaache Yesu. In the name of Jesus. Fungua macho yao. Hapo ulipo ukiwa umekaa hivyo, mwambie Yesu, ninaomba unisaidie. Mwambie Yesu, fungua macho yangu nisije nikakosea. Mwambie, fungua macho yangu nisije nikakosea. Karabashando robosaka. Mando roboshanda rabasaka. Mungu akupe neema ya kujiweza, kujijenga, kujimarisha, kuongeza thamani yako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai. I pray for you. Simama juu. Worship team, sogea hapa mbele mara moja. Mbele ninaendelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie
Bwana nipandishe. Mbele naendelea, mbele ninaendelea, ninazidi kutembea. Maombi yasikie, Bwana nipandishe. Bwana niinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Bwana nipandishe. Bwana niinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Bwana nipandishe. Bwana Bwana Yesu, ninaomba unisaidie. Bwana Yesu, ninaomba unisaidie. Nisaidie Bwana, nisikosee kwenye safari ya mahusiano, safari ya ndoa. Ninaomba unisaidie nisikosee, maana kwa akili zangu nitakosea, nitatazama nje, nitaamua vibaya. Lakini wewe uonaye ndani, uchunguzaye mioyo, uijuaye kesho, ninaomba unisaidie. Ninaomba unisaidie. Ninaomba unisaidie. Bwana Yesu, usikubali maumivu yakaupiga moyo wangu. Usiruhusu nikaingia mahali pa majuto. Usiruhusu nikaingia kwenye kaburi la mahusiano, kaburi la ndoa. Bwana nisaidie, ndoa yangu isiwe kaburi, mahusiano yangu yasiwe kaburi. Nisaidie Yesu. Mwambie Yesu nisaidie. Ingia kwenye maombi prayer. Omba maanisha somebody. Rababa,
In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Ninakuombea hautakosea kwa jina la Yesu. Hautakosea. Hilo ninakuombea. Usikosee. Yes. We know the consequences. Tunajua madhara ya kukosea. Tunakuombea usikosee. Hautakosea. Ndoa yako haitakuwa kaburi. Wengine wameingia kwenye ndoa kwa wameingia kaburini. Wewe ndoa yako haitakuwa kaburi. Haitakuwa gereza. Bwana atakusaidia. Sema Bwana atanisaidia. Wangapi wanamwamini Yesu tu atawasaidia? Pigie Yesu makofi. Bwana asifiwe sana. Ninaomba nitoe msisitizo wa ibada ya siku ya Jumapili. Ijumaa. Bwana asifiwe sana. Ninaomba msikose ibada ya Ijumaa. It will be a massive. Itakuwa nzuri. Itakuwa kubwa na itakuwa ni ibada ya maombi ya nusu mwaka. Ni kongamano la kibali, usikose. Bwana asifiwe. Amen. Ninaomba msikose. Ngeuke jirani yako mwambie usikose Ijumaa. Kwa hiyo Ijumaa tutakuwa kwenye ukumbi mkubwa. Huu ukumbi tunafanyia ibada za deep session hapa, lakini ibada zile za Shilo za mwisho wa mwezi tunafanyia kule Dipro. Kwa tutakuwa pale Senzamori ya Dipro Ijumaa ya wiki inayoanza. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa ninaomba Ero njoo tusemeshe mara moja. Tusemeshe hapa kidogo. Washukuru watu wa MPP kwa ajili ya sadaka yao na najua Kaeni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi pamoja na Apostle tumefurahi kwamba mmefika na imani mmepata kitu kikubwa sana. Kuhubiriwa sio kazi, kazi ni kuyaishi. Mimi nawaombea mkayaishi haya ambayo mmefundishwa. Wewe anza na haya matatu ya leo ambayo yanafanana na Utatu Mtakatifu. Lakini kwa namna ya pekee tunawashukuru wana MPP wote kwa sadaka zao na maombi yao kwa ajili ya kufanikisha ibada hii ya leo. Hongereni sana wana MPP, Mungu awatunze. Ni heri kutoa kuliko kupokea. Pale ambapo mmetoa, Mungu atawalipa. Na nyie vijana ambao mmepokea, kila mtu akamfundishe mwenzie ili injili iweze kusonga mbele. Na Yesu atakaporudi, vijana lazima mjue Yesu yuko karibu kurudi wakati wowote. Kwa hiyo kaa tayari. Kaa tayari. Jipime kwamba Yesu leo akichungulia pale mlangoni atakukuta wapi? Atakukuta TikTok, atakukuta Instagram au atakukuta wapi? Anza kufanya mazoezi ya kiroho leo. Lakini tukumbuke, nimekaa pale Roho Mtakatifu ananiambia wakati tunaomba, anasema nimewaita vijana kwa sababu nimewaita vijana kwa sababu mna nguvu. Kwa leo ametuita hapa, amewaita vijana kwa sababu mna nguvu. Naomba mzitumie nguvu zenu kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Lakini zaidi sana, msiache kuwatii wazazi. Msiache kuwatii wazazi. Kumcha Mungu sio kwenda tu kanisani. Kumcha Mungu ni pamoja na kuyaishi yale ambayo umefundishwa wapi? Kanisani. Wapendwa vijana, mimi nawapenda na ninawaombea. Na hakuna kipindi kizuri kama cha ujana. Hakikisha unaumaliza ujana wako vizuri. Usipomaliza ujana utatusumbua. Ndio kesi za ndoa alizokuwa anasema hapa Apostle. Zile kesi za ndoa unajua kwa nini? Ni kwa sababu mama hakumaliza ujana na baba hakumaliza. Kwa hiyo anakuja kurudia wakati muda wa kurudia sio sahihi. Kwa hiyo jitahidi kuishi leo ili ikija kesho uishi kesho, usiishi jana. Shalom. Na waombea, naomba tuzidi kuombeana. Karibuni, Apostle yupo. Mna maswali muulizeni inbox, atawajibu. Lakini mtafuteni Bwana maadamu ana
anapatikana, na hakuna aliyemtafuta Mungu akabaki alivyo. Ukimtafuta Mungu kuna mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Nawapenda na waombea, tukutane tena kwenye ibada nyingine. Shalom. Bwana asifiwe. Mimi nina maana sina mengi, mama kishamaliza. Ila mimi ninachowasihi vijana wenzangu, na mimi pia ni kijana seti. Japo ni mwanandoa lakini ni kijana bado. Endeni kumcha Mungu, maana kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Yaani tuendelee kumtafuta Mungu katika roho na kweli. Yaani tusichoke kumtafuta Mungu kila leo, kila dakika, kila saa. Amina. Kwa hiyo pia nizidi kuwaomba tuendelee kushiriki kwenye hizo ibada, maana ni baraka sana. Amina. Kwa hiyo ukijao na mimi watu wote tutakuepo. Amina. Mimi si muongeaji sana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba msiweke hisia zenu kwenye status. Amina. Ngumu kumeza. Naomba msiweke vitu vyenu kwenye status. Baada ya miaka 5 wewe utataka kuwa rais. Watachukua status yako wataileta. Utakuwa rais. Naomba msiweke hisia zenu kwenye status. Amina. Asante. Kila siku mama lazima ana vitu vingi vya kuongea na watoto wake. Bwana asifiwe. Ninaamini tukipata nafasi tutawapa nafasi ya kuongea zaidi. Mungu awabariki sana. Tumefika mwisho wa ibada yetu. I hope tumepata kitu ambacho tulikitarajia tutapata. Kwa Mungu wangu wa mbinguni atubariki sana. Mahali ulipo unaweza kufunika macho yako, tumshukuru Mungu. Mungu wetu Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, tuna sababu ya kusema ni asante, kwa sababu wewe Mungu umekuwa mwema sana, umekuwa mwema na mwaminifu kwetu. Tumekuona Mungu tangu maandalizi ya ibada hii mpaka siku hii ya leo ambao Mungu umekusudia tuweze kujifunza mambo kadhaa. Mungu mwenye neema, yale ambayo tumejifunza yakapate kukaa katika vichwa vyetu na katika akili yetu, tukapate kuyaishi yale yote ambayo tumejifunza. Zaidi ya yote Mungu mwenye nguvu, katuatamie kwa mbawa zako tunapotoka mahali hapa na kurudi majumbani kwetu. Kawe na sisi katika jina la Yesu. Amen.